Mtazamaji wa UKTV Tanzania popote pale ulipo, karibu niweze kujuza kila ambacho kimeweza kujiri katika taifa la Burkina Faso. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imesema kuwa imefanikiwa kuzuia njama kubwa ya kumpindua kiongozi wa utawala wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore, ambapo inadai kuwa wapanga njama hao walikuwa wakifanya kazi kutoka nchi jirani ya Ivory Coast. Waziri wa usalama Mohamed Sana amesema kuwa jaribio hilo la mapinduzi ambalo liliongozwa na wanajeshi wa sasa na wa zamani waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi, amesema kuwa mpango wao ulikuwa ni kushambulia ikulu ya rais wiki iliyopita. Lengo kuu, alisema kuwa ilikuwa ni kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi hiyo chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa, na alitoa kauli hiyo kupitia televisheni ya taifa. Kapteni Ibrahim Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba mwaka 2022, akimuondoa Kanali Paul Henri Damiba aliyekuwa ameahidi kurejesha usalama, lakini akashindwa kudhibiti mashambulizi ya makundi ya wanamgambo, ambapo Traore akiwa na umri wa miaka 34 wakati huo alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika. Tofauti na watangulizi wake, Traore alipokelewa kwa hamasa kubwa na sehemu kubwa ya wananchi, hasa vijana ambao waliomuona kama mzalendo na mkombozi, na aliahidi kuweka mbele maslahi ya taifa, kupambana na rushwa na kuongeza juhudi za kijeshi kukabiliana na ugaidi uliokuwa umekithiri. Tangu alipochukua madaraka, amejaribu kuimarisha jeshi, kubadilisha mikakati ya kiusalama na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi na Urusi, huku akikata uhusiano wa karibu na Ufaransa, hatua ambayo imepokelewa kwa hisia mseto kimataifa, lakini kuungwa mkono na sehemu kubwa ya wananchi wa Burkina Faso. Lakini pia katika maendeleo ya kawaida ndani ya nchi, kuimarisha miundombinu mpaka huduma mbalimbali kwa miaka miwili kuna tofauti mkubwa, akijitahidi pia kuinua sekta za uchumi ikiwemo kilimo ambayo ilikuwa imedorora kwa miaka kadhaa. Umaarufu wake na namna anavyovaa kijeshi, kutembea na silaha kiunoni na kusalimiana kwa kukunja ngumi, yani tano, kunamweka kuwa kiongozi wa kipekee barani Afrika. Tutazame kidogo historia na mapinduzi pamoja na changamoto za usalama kwa utawala wa Traore. Ikumbuke kuwa Burkina Faso imepitia misukosuko mingi ya kisiasa tangu uhuru wake mnamo mwaka 1960, na ikiwa ni pamoja na mapinduzi ya mara kwa mara. Moja ya mapinduzi yanayokumbukwa zaidi ni yale ya mwaka 1983 ambayo alimweka madarakani Thomas Sankara, ambaye pia aliuliwa miaka 4 baadaye na rafiki yake wa karibu Blaise Compaoré, aliyetawala nchi hiyo hadi alipoondolewa mwaka 2014 kupitia maandamano makubwa ya wananchi. Kwa sasa nchi iko katika hali ngumu ya kiusalama, ikiwa ni mojawapo wa mataifa yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya kijihadi. Inakadiriwa kuwa na zaidi ya 40% ya eneo la nchi hiyo imo nje ya udhibiti wa serikali. Katika njama ya hivi karibuni ya kumpindua Traore ambayo ilipangwa kufanyika mnamo tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025, Waziri Sana amesema ya kuwa wapanga njama hao walijaribu kutumia viongozi wa dini na wa mila kuwashawishi maafisa wa jeshi kuunga mkono mapinduzi hayo, na amesema kuwa viongozi wa mpango huo walikuwa nje ya nchi, hasa huko Ivory Coast, na amesema kuwa maafisa wawili wa zamani wa jeshi kuwa ndio waliokuwa wakiongoza njama hiyo. Waziri huyo pia amedai ya kuwa taarifa nyeti zilifichuliwa kwa magaidi ili kusaidia mashambulizi dhidi ya raia na wanajeshi, na hivyo kuchochea hasia dhidi ya serikali ya kijeshi. Wiki iliyopita wanajeshi kadhaa wakiwemo maafisa wawili walikamatwa kwa tuhuma za kupanga njama ya kuvuruga utawala. Ivory Coast bado haijatoa kauli yoyote kuhusu madai hayo, lakini serikali ya Burkina Faso imekuwa ikilaumu mara kwa mara nchi hiyo ya jirani kwa kuhifadhi wapinzani wake walioko uhamisho. Madai haya mapya yamekuja miezi michache tu baada ya serikali ya taifa hilo kusema kuwa ilizima pia jaribio jingine ambalo lililenga kuvuruga utawala mnamo mwezi Novemba mwaka jana.
Burkina Faso, Mali pamoja na Niger, ambazo zote zinatawaliwa na serikali za kijeshi, zimeng'atuka katika jumuiya ya kikanda ya ECOWAS na kuanzisha ushirikiano mpya wa kikanda. Vilevile zimekataa mahusiano na Ufaransa na kuanzisha ushirikiano wa karibu na Urusi. Pamoja na mengine, zimekuwa zikikumbwa na changamoto za kiusalama mara kadhaa na majaribio ya mapinduzi. Hii ni UKTV Tanzania. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok, tunapatikana kwa jina la UKTV Tanzania, lakini usisahau kusubscribe YouTube channel yetu kwa jina la UKTV Tanzania.